Mtazamaji wa Getembe TV, wacha nikukaribishe kwa lugha ya Kiswahili ili nami kwamba nieleweke kwa njia moja ama nyingine kwamba hii lugha pia naweza itumia wakati mmoja au mwingine. Vile nilikuwa nimekujulisha hapo awali ni kwamba tuko na wageni studioni, tunazungumzia mambo ya lugha ya Kiswahili na hao ni Daktari Rilo Samuel naye Daktari Fred Simiyu. Daktari Rilo Samuel ni kutoka Kisii University na Daktari Fred Simiyu ni kutoka University ya Kibabi, na watatusaidia ama tutasaidiana kuangalia Kiswahili, hasa tukizingatia kwamba siku ya kesho ni sikukuu ya kusherekea lugha ya Kiswahili. Wanasema kwamba kusanivisha Kiswahili na kutukuza Kiswahili na mengine mengi ya wale wenye wanaendelea na Kiswahili. Nje mwandari neke kusikira lituko au na monga inanda wasakoro mara meme. Karibu daktari katika ndani ya studio ya Getembe TV. Asante sana. Natumai mmeshinda vyema. Tumeshinda salama. Tuanze na daktari. Unaanza na jina lako. Nimeona ni kama jina lako limenitatiza kidogo kulitamka. Sasa ni heli ujieleze wewe mwenyewe. Asante sana ndugu Arun. Kwa jina naitwa Dr. Rilo Matinde Samuel. Ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Kisii, idara ya lugha, fasihi na isimu, katika skuli ya sanaa na sayansi ya jamii. Karibu Getembe TV. Asante. Karibu Dr. Fred. Asante. Mimi naitwa Daktari Fred Simiyu. Natokea Chuo Kikuu cha Kibabi, katika idara ya Kiswahili na lugha nyingine za Kiafrika. Lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha Kiswahili cha taifa cha KITA. Nafurahia sana kuwa hapa. Karibu katika dadi ya Getembe TV. Na Getembe TV tukiwa pale nyuma ya pasia, wanasema nyuma ya ama behind the curtains. Kuna walikuwa wanauliza kwamba Getembe TV inamaanisha nini? Na sijui kama wewe mpenzi mtazamaji unajua kwamba Getembe inamaanisha nini. Magusiba katabanga mandega na megetembe yotali na bamurata ko ya intubali tole na bamura ntokende ko ya na buna toko chakira. Tuanze na mwenyeji Daktari Rilo Samuel. Siku ya leo tumeona kwamba katika taarifa ambazo tulikuwa nazo tumeona msimamizi wa shule ya Kisii University akizungumzia kwamba kulikuwa na kongamano ambalo limeanzishwa lazima siku ya leo. Sijui kama unaweza tuzungumzia kwa ufupi. Asante sana ndugu Arun. Ni kweli kwamba tumekuwa na kongamano hasa zaidi katika kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani, ambapo Wizara ya Jinsia, Utamaduni na Huduma za Watoto walituheshimisha hasa kutupa nafasi ya kuwa wenyeji wa kongamano hilo mwaka huu. Kwa hivyo ni kongamano ambalo limeanza, alafu kesho tutakuwa na maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Kwa hivyo leo tumekuwa na ufunguzi rasmi, ambapo kongamano limefunguliwa na makamu mkuu wa chuo Profesa Nathan Oyori Ogechi. Kwa hivyo katika kongamano hilo makala yamewasilishwa makala mbalimbali yamewasilishwa, ambapo kulikuwa na mada mbalimbali kutokana na utafiti ambao umefanywa na wataalamu hao. Kwa hivyo kauli mbiu ya kongamano au maadhimisho ya 4 ya siku ya Kiswahili duniani ni lugha ya Kiswahili na lugha za asili katika mshikamano wa kitaifa. Kwa hivyo tunajaribu kuona namna gani tunaweza tukatumia utofauti wetu wa lugha, utofauti wetu wa mila, utofauti wetu wa kitamaduni katika kuleta mshikamano wa kitaifa. Ukijenga taswira ya kesho, labda ni nini hasa yeyote mwenye anatarajiwa kuhudhuria katika kongamano hilo anatarajia kesho? Asante sana. Kwa kesho ni kwamba tutakuwa na maadhimisho ya siku yenyewe. Kwa hivyo kile ambacho tunatarajia ni kwamba asubuhi mapema kabisa mida ya saa 2 tutakuwa na maandamano. Kwa sababu ya kesho kuna taharuki hapa na pale kwamba inaweza ikawa sio Sabasaba ya Kiswahili, ikawa Sabasaba ya mambo mengine. Kitu tunatarajia kwamba tutakuwa na usalama, kuwa na maandamano pale chuoni. Kwa hivyo kile ambacho tunatarajia ni kwamba tutakuwa na maonesho ya vitabu ambavyo vimeandikwa katika lugha ya Kiswahili. Kuna maonesho ya vitabu ambavyo vimeandikwa katika lugha za asili, kwa mfano Ekegosi. Na vile vile kuna vitu mbalimbali, vifaa
ambavyo vinatumika katika jamii ya Wakisii. Kwa hivyo natarajia kwamba utakapokuja pale kuna mambo mengi ambayo utajifunza kuhusiana na lugha ya Kiswahili na vile vile kuhusiana na utamaduni wa lugha zetu za asili. Kwa hivyo tuseme kwa ufupi, si mambo na Kiswahili peke yake. Utakuwa na mambo mengi kwa lugha zingine ambazo labda zinaambatana ama zinashirikiana ama zinashirikishwa na Kiswahili. Naam. Sio lugha ya Kiswahili tu, kwa sababu kauli mbiu ya maadhimisho haya ya 4 ni tunasherekea lugha ya Kiswahili na lugha nyingine za kiasili hasa katika kuleta mshikamano nchini Kenya. Kwa hivyo tutajikita zaidi kwenye kuangalia lugha ya Kiswahili na utamaduni wa Waswahili kwa namna hiyo. Lakini tunaadhimisha maadhimisho haya ya 4 kwa kushirikisha lugha mbalimbali za kiasili, hususan lugha ya Kikisii, kwa sababu maadhimisho hayo kwa mara ya kwanza yameletwa katika kanda ya Ziwa, hususan Kisii, na tukaheshimishwa kuwa wenyeji wa maadhimisho hayo. Ndio maana kwa wale ambao umehudhuria kwenye kongamano leo, tumeshirikisha wanafunzi wa shule za msingi, kwa mfano shule ya Kisii Campus Primary School, tumeshirikisha shule ya Kioge Girls, tumeshirikisha shule ya Kabianga. Kabianga imetoka katika gatuzi la Bomet. Kwa hivyo tumejaribu kuhusisha hao ili kwamba isionekane kwamba lugha ya Kiswahili ipo tu kwa wasomi au watafiti tu, bali ni kwamba jamii inahusishwa katika kuendeleza lugha ya Kiswahili na vile vile katika kuendeleza lugha nyingine za asili. Daktari Simiyu, nisikia ulisema kwamba wewe ni mhadhiri wa mambo ya lugha ya Kiswahili na lugha zinginezo. Sijui kama hizo lugha zinginezo ziko na uhusiano na Kiswahili ama ni lugha zingine tofauti kabisa na Kiswahili. Unajua kwa utofauti unasema kwamba kwa mfano kuna maneno ambayo tunazungumza Kikisii, unapata kwamba yako na uhusiano wa kimatamshi ama kivyovyote vile na Kiswahili. So sijui kama kuna uhusiano kati ya hizo lugha zingine ambazo unafunza na Kiswahili ama. Asante. Kwanza nianze kwa kusema kwamba kauli mbiu ama mada kuu ni Kiswahili na lugha za asili katika mshikamano wa kitaifa. Kwa maana kwamba Kiswahili ni lugha ya Kiafrika. Kiswahili ni Kibantu. Na kwa hivyo kama wengine wanavyosema, Kiswahili ni cousin wa Mkisii. Kwa sababu lugha hizi zina uhusiano mkubwa zaidi kuliko tofauti. Kwamba ukizungumza Kikisii, hata mimi nikikaa hapa nimekusikiliza, kuna mambo ambayo nitaelewa. Huenda yasiwe yote kwa sababu ya ule ubantu. Kwa hivyo katika chuo kikuu cha Kibabii kuna idara ya Kiswahili na lugha nyingine za Kiafrika. Kwa maana kwamba tunawafundisha wanafunzi wetu Kiswahili, lakini watumie maarifa hayo katika kukuza lugha na fasihi za jamii zao mbalimbali. Kwa maana kwamba utakuta wanafunzi wetu wanafanya utafiti, hasa wanafunzi wa uzamili na uzamifu, masters na PhD, kwamba maarifa na lugha inayotumiwa ni Kiswahili, lakini tunaongea kuhusu majigambo ya Wabukusu kwa mfano, lakini tunayaeleza kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo kuna huo uhusiano kwamba tutumie Kiswahili kwa sababu ni ndugu mkubwa ambaye amekomaa, asaidie lugha nyingine ambazo zinatambaa. Na hiyo ndio maana ya kuwa na kongamano la mwaka huu. Na nilipokuwa najitayarisha katika kikao cha leo, tunaita kikao hiki ni kikao sasa. So nilienda nikaangalia kwamba ni kama tunaitimiza itingi mwaka wa 4 wa kusherehekea lugha ya Kiswahili, ambayo ilianzishwa na shirika la UNESCO mnamo tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka 2021. Kufikia sasa sijui kwamba labda yale matarajio na matumaini ama na lengo na maazimio ambayo mlikuwa nayo kuhusu kuanzishwa kwa siku hii, labda kuna hatua zipi ambazo zimepigwa, ukiweza kuelezea kwa ufupi? Asante. Baada ya hata kabla ya Kiswahili kupewa siku rasmi ya kusherekewa, Kiswahili ni lugha ya pekee ya Kiafrika
ambayo ina wazungumzaji wengi zaidi duniani. Wazungumzaji wa Kiswahili ukiwemo wewe. Unajua watu wengine wanafikiria kwamba kama huwezi kujieleza kwa Kiswahili fasaha, sasa wewe hujui Kiswahili. Lakini kama katika mawasiliano yako kuanzia leo asubuhi ukifanya hesabu utagundua kwamba Egikusi labda ni 20%, lakini 80% unatumia Kiswahili katika mawasiliano. Kwa hivyo Kiswahili kina wazungumzaji zaidi ya milioni 200 duniani, na ni lugha ya kwanza ya Kiafrika kupewa tarehe rasmi. Hakuna lugha nyingine ya Kiafrika. Sasa sisi kama wataalamu wa Kiswahili tunajivunia hilo. Lakini pili, tukumbuke kwamba Kiswahili sasa hivi tunavyozungumza, haya ni mafanikio makubwa ya Kiswahili, kwamba kuna machapisho mengi sana sasa hivi. Hata ukienda kwenye mtandao, ukienda kwenye masuala ya akili unde, artificial intelligence, Kiswahili kimepenya huko. Kutokana na hizi juhudi za kutambuliwa kama lugha rasmi, lakini pia katika kutambuliwa kama lugha ya kitaifa. Hapa Chuo Kikuu cha Kisii na vyuo vingine hata ninakofundisha, utakuta kwamba wanafunzi wanaosoma Kiswahili ni wengi zaidi kuliko lugha nyingine yoyote. Hata ukilinganisha na lugha ya Kiingereza, utagundua kwamba tuna wanafunzi wengi. Kwa hivyo hayo ni matunda ambayo tunajivunia, na tunatumia majukwaa kama haya kuwahimiza watu kwamba hii ni lugha yetu, tujivunie katika kuiendeleza. Na mwisho, tangu mwaka jana tumesema haya ni maadhimisho ya 4, kwa maana kwamba baada ya kutangazwa tumekuwa na matatu. Sasa la mwaka jana tulipokuwa Mombasa, tulitarajia Baraza la Kiswahili lizinduliwe na waziri aliyekuwepo, lakini hilo halikufanyika. Leo katika kongamano letu tumehakikishiwa na mkurugenzi wa utamaduni Daktari Lagat kwamba sasa wanasubiri tu mkuu wa sheria kupeleka mswada huo bungeni. Kwa hivyo tunajivunia kwa sababu tukipata baraza litanyosha mambo, kwamba hata kama nyinyi wanahabari ikitokea dhana mpya, baraza hilo ndilo litaratibu ukuzaji wa istilahi. Sio kwamba sasa tuwataachia kila mtu. Tunataka kusema hivi, kwa Kikisii artificial intelligence wanasemaje? Kwa Kikisii akili lakini ni dhana ambayo ipo sasa katika Kiswahili. Ilipokuja tu watu wengine wakasema akili bandia. Sasa bandia ni fake, sio artificial. Sasa hivi tumekubaliana kwamba ni akili unde ama akili mnemba. Kwa hivyo tukiwa na baraza tutanyosha mambo kama ya istilahi ili tuende vizuri. Alafu mwisho, ukiangalia katika vyuo vyetu, vyuo vikuu karibia 6 vina idara za kujisimamia, idara za Kiswahili, independent departments. Yes. Na kwa hivyo hilo tunajivunia. Na hata Daktari Riro tunampa changamoto kwamba Chuo Kikuu cha Kisii tusifiche Kiswahili ndani ya idara nyingine, kwa sababu ya kujisimamia itaonyesha kwamba lugha hii inatambuliwa vizuri. Asante. Na Dr. Riro, nawe nadhani unaweza kuwa na yale ya kuongezea katika tunapozungumzia katika hizi tunapozungumzia hatua ambazo zinaendelea kuchukuliwa ama kupigwa, tukizingatia kwamba lugha ya Kiswahili inasherehekewa siku hizi, kwamba iko na siku yake, na vile Daktari Simiyu amesema ni kwamba ni lugha peke yake ya Kiafrika ambayo iko na siku yenye inasherehekewa. Asante sana ndugu Harun. Kimsingi katika sherehe
ambazo tunaadhimisha siku ya Kiswahili ni kwamba tunatambua kwamba lugha huwa ni dafina ambayo hubeba utamaduni wa jamii, hubeba maadili ya jamii na vile vile huweza kubeba kumbukizi, vile kumbukumbu za jamii fulani. Na vile vile huweza kubeba maarifa ambayo yanapokezwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kwa hivyo kwa kutambua umuhimu huo ndio maadhimisho haya ambayo yamekuja Kisii kwamba tunajaribu kuhamisha Kiswahili kutoka pwani hadi bara. Kwa hivyo pwani ni kwamba wao wanasema kwamba Kiswahili ndo maeneo yake. Lakini kwa kadri ambavyo tunaendelea kuwa na maadhimisho ya aina hii, tunajaribu kuhamasisha jamii mbalimbali kwamba lugha ya Kiswahili sio kwamba ni ya mtu binafsi au ni miliki ya jamii fulani au ni miliki ya sehemu fulani. Kwa hivyo ni lugha ambayo inahusisha watu wote nchini Kenya, Afrika Mashariki na kwingineko. Kwa hivyo ndio maana katika maadhimisho ya mwaka huu, katika kongamano siku ya leo, umeona shule ya wasichana ya Kioge wameweza kuwasilisha taarab. Na wamewasilisha vizuri sana. Mpaka wale wa pwani wengine wakasema kwamba tujui kwamba inakoeje taarab nayo inapenya hadi Kisii. Imefika barani. Kwa hivyo ni njia mojawapo ambayo tunasema kongamano au maadhimisho haya ya 4 yana upekee wake. Kwa sababu tumejaribu kushirikisha jamii mbalimbali. Kwa hivyo vile vile katika maadhimisho haya hasa zaidi katika siku ya leo kwamba tumekuwa na vyuo takribani 14. Kwa mfano tumekuwa na chuo cha Makerere kutoka Uganda. Tumekuwa na chuo kikuu cha Nairobi, tumekuwa na chuo kikuu cha Kenyatta, tumekuwa na chuo kikuu cha Kibabi, tumekuwa na chuo kikuu cha Karatina, tumekuwa na chuo kikuu cha Rongo na vyuo vingine. Kwa hivyo hali hiyo ni kuonyesha kwamba tunatoka katika kufungia Kiswahili katika maeneo fulani. Kwa hivyo kuhusiana na swala la kuanzisha idara katika vyuo vikuu ni hatua moja baada ya nyingine. Mwanzoni nakumbuka haikuwa rahisi kuandika tasnifu ya uzamili wa lugha ya Kiswahili. Mara nyingi unafundishwa lugha ya Kiswahili ndio, lakini unapoandika tasnifu unaandika katika lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo imekuwa ni hatua kubwa ambayo imepigwa katika kuendeleza Kiswahili. Ndio leo tukagundua kwamba kuna mtaalamu mmoja ambayo tunamsherekea kama ndo babu wa Kiswahili, Chacha Nyaigoti Chacha. Nadhani umesikia Profesa Oyori akimtaja. Kwa hivyo hali hiyo inaonyesha kwamba tuna hali fulani ya kupokezana lugha hii. Mwalimu Profesa Ogechi amefundishwa na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Kwa hivyo kuanzia kipindi hicho ambacho tunamsherekea Profesa Nyaigoti Chacha kwamba ndo alikuwa Mswahili wa kwanza kuandika tasnifu ya uzamifu katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ni kwamba lugha ya Kiswahili imeweza kupiga hatua mbalimbali. Kwa hivyo ndio maana tunajaribu kushirikisha umma walau uweze kutambua kwa nini, ni kwa sababu gani na ni kwa azima gani tuweze kuendeleza lugha hii na lugha zetu za asili. Na kulingana na vile mmezungumzia nyinyi wote kwamba inafaa kuwa Kiswahili kinafaa kuwa na department, umesema inaitwa aje? Idara yenye inajisimamia. Kuna mwenye ameandika swali hapa anauliza kwamba kwa nini unapata vyuo vikuu viko na somo la English literature lakini alina Kiswahili fasihi. Sijui hilo swali nyinyi mmekumbana nalo. Sawa. Huyo namuelewa kwamba kama alivyosema Daktari Riron kwamba wanasema mwanzo wa ngoma ni lele. Yaani mambo yanaanza taratibu lakini yananoga. Kitu cha kwanza ambacho lazima tushukuru ni kwamba hata katika mtaala wa umilisi kwanza Kiswahili walifikiria kwamba kinastahili kuwekwa pembeni kidogo. Lakini baada ya kupiga kelele na mahimizo mbalimbali, sasa Kiswahili kimepata hadhi kubwa zaidi, kwa sababu sasa hivi wanafunzi watakapokwenda kwenye shule za juu, senior schools, watakuwa na uhuru wa kusoma Kiswahili lugha na Kiswahili fasihi kama masomo mawili tofauti. Kitu ambacho ni cha kwanza kutokea. Kwa sasa Tume ya Huduma kwa Walimu TSC inatambua Kiswahili kama somo moja. Na unajua ili uajiriwe
lazima uwe na masomo mawili. Sasa vyuo vinaandaa walimu wa Kiswahili kulingana na mahitaji ya kule nje. Manake itakuwa makosa tumwandae mwanafunzi ambaye hataajiriwa. Lakini hilo tunalipinga na tunatumai kwamba huu mtaala mpya utaondoa tatizo hilo, kwamba kama unasoma Kiswahili usome Kiswahili lugha na fasihi ichukuliwe kama masomo mawili tofauti. Na tukifanya hivyo pia tutakuwa tunapiga hatua. Lakini kwa sasa tunaenda na mahitaji ya mwajiri, kwa sababu tunamwandaa mwanafunzi ambaye hatimaye ataajiriwa na Tume ya Huduma kwa Walimu. Na kuna uoga kwamba Kiswahili huwa kinaingiliwa sana na lugha zingine, na wengi ama kuna dhana ya kwamba wazungumzaji wa Kiswahili wengi hawazungumzi Kiswahili rasmi. Sijui kama hiyo ni ukweli kulingana na nyinyi unajua ni wataalamu. Sasa nyinyi ndio mnatuambia. Asante sana ndugu Harun. Ni kweli watu wanasema kwamba lugha rasmi na lugha isiyo rasmi. Kwa hivyo kwa mtazamo wa kisimu jamii, lugha huwa na majukumu mbalimbali. Kwa hivyo lazima uone kwamba lugha inazungumzwa wapi. Kwa hivyo nikienda katika taasisi ya chuo kikuu kwa mfano, nafundisha wanafunzi wangu wa uzamifu na kufundisha Kiswahili, natarajiwa kutumia Kiswahili rasmi. Lakini angalia katika mazingira, nipo sokoni. Kwa hivyo utaona nikipo sokoni basi nitatumia kitu naita sajili ya nini? Sema nyanya shilingi ngapi? Au umeenda hotelini, lugha utakayoitumia pale inakidhi mahitaji ya sehemu hizo. Kwa hivyo tuangalie matumizi ya lugha ndani ya mazingira fulani. Kwa hivyo utaona unapokuwa kwa mfano mahakamani, lugha utakayoitumia pale ni tofauti na ile lugha ambayo utaitumia katika sehemu nyingine. Kwa hivyo tunaangalia matumizi ya lugha katika miktadha mbalimbali. Swala ambalo tunatuletea kwenye sajili au rejista ya lugha. Kwa hivyo nikizungumzia swala la fasihi na lugha, kuna wanafunzi wengi tumewafundisha Kiswahili kama somo moja. Lakini kwa sasa nashukuru Chuo Kikuu cha Kisii tuna program ya BA Kiswahili. Kwa hivyo wanafunzi wanasoma Kiswahili, fasihi, isimu na mawasiliano. Kwa hivyo unaona kwamba kuna mawanda mbalimbali ambayo unaweza ukasoma kwa Kiswahili. Kwa hivyo mwanzoni ni kwamba tulikuwa tunafundisha wanafunzi wetu, hususan wale ambao wanasomea ualimu. Unafundisha kitu kulingana kwamba anapata kazi wapi. Kwa hivyo kuna maazimio au masharti fulani ambayo yanatokana na ajira. Kwa hivyo katika hali hiyo basi Kiswahili kachukuliwa kama somo. Lakini kwa mijadala mbalimbali tunazungumzia dhana ya ubidhaishaji wa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo kwa sasa hivi Kiswahili ni kama bidhaa. Kwa hivyo tutaona kuna baadhi ya walimu saizi wanatakikana Afrika Kusini. Kuna walimu wanahitajika Rwanda kwa mfano. Au kuna watu ambao wanasoma Kiswahili wakapata umahiri lakini wanafanya katika vyombo vya habari. Kwa hivyo unakuta kwamba labda umesoma Kiswahili lakini Kiswahili tu, fasihi na isimu na mawasiliano ukafanya kazi katika sehemu nyingine pasipo na masharti kwamba ichukuliwe kama ni somo moja. Kuna hapa anasema yeye ni mwalimu wa Kiswahili lakini ile changamoto amepata kubwa ni kuchipuka kwa misamiati mipya ya Kiswahili kila kuchao. So tuanze na wewe ujibu hilo. Haya, asante kwa Daktari Simiyu. Asante Harun. Nafikiri hilo ndilo sasa tunapigania, kuwa na baraza la Kiswahili. Kwa sababu linaidhinisha misamiati. Kwa hivyo tunakuwa na baraza ambalo linaidhinisha misamiati. Kwa hivyo utakuta kila mtu anakuja, wakati tulikuwa tunazungumzia corona, wengine wakasema ni uviko. Tukasema tutumie gani? Lakini tofauti na wenzetu wa nchi jirani, wao tayari wana mabaraza mawili. Tuna baraza la taifa au baraza la Tanzania, au tuna baraza la Zanzibar. Kwa hivyo pale huwezi kuunda istilahi tu kwamba istilahi moja ikaundwa Kisii basi ukachukuliwa kwamba ikatumika kote kwamba fulani kaunda istilahi kwa sababu yeye ni msomi tajika. Lakini tunapokuwa na baraza ni kwamba istilahi imeundwa, lakini istilahi hiyo lazima iidhinishwe na baraza fulani kwamba istilahi ni sanifu kuweza kutumia katika mawanda mbalimbali ya matumizi ya lugha. Daktari Simiyu, na labda katika kuongezea hilo ni kwamba kwanza hili la
Kiswahili kinaathiriwa na lugha nyingine. Hiyo ni kawaida. Hata Kiingereza wewe nafikiri ulisoma Kiingereza si kama somo, lakini kama lugha ya kufundishia. Sasa ukiangalia istilahi nyingi za lugha ya Kiingereza, hata ukiulizwa what is geography, atakwambia inatengenezwa na maneno mawili. Na ni maneno ya lugha gani? Kigiriki. Unaona? Lakini yamechukuliwa na yakawekwa katika lugha ya Kiingereza ili kueleza dhana fulani ambayo labda haimo katika lugha hiyo. Sasa hili si swala geni, na wala watu sisi kule ninakotokea watu wanazungumza Kiswahili. Sasa sisi nikitaka kukuomba sasa hivi maji, kwamba nisaidie maji, nitasema mbeho kameji. Sasa utasikia Wabukusu wakiongea Kiswahili watasema nipeeko maji. Sasa ile ko ni kiambishi kinachoonyesha heshima. Sasa labda, na tunaomba kwamba baadaye labda neno hiyo ko irasmishwe katika Kiswahili ili tuonyeshe yani lugha inakopa na pia inapea lugha zingine misamiati ya kueleza mambo mageni. Sasa vijana wakizungumza Sheng, sisi kama wataalam kwa mfano wa isimu tunachambua na kuelewa Sheng hii ina muundo gani. Lakini hatulalamiki kwamba Sheng inaharibu Kiswahili. Kwa sababu wanatumia Sheng wapi? Kama alivyosema mwenzangu, ukiwa kwenye matatu huwezi kumwambia mtu wewe bwana nazungumza Kiswahili rasmi, ngeli unaharibu. Lakini lengo ni tunawasiliana, na hivyo ndivyo ilivyo kama lugha zingine, hata Kiingereza. Na kuna mwingine pia anauliza kwamba hapa Kenya nani anaidhinisha maneno mageni ama misamiati kuwekwa kwenye kamusi? Hilo la msamiati nilitaka kusema kwamba alisema anapata changamoto kwa sababu istilahi mpya zinaundwa kila wakati. Hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba lugha ni hai. Manake huwezi ukajua kesho watavumbua nini. Na kama kitavumbuliwa na hatuna hilo neno, tunawaruhusu watu waliseme katika lugha yao, na baadaye istilahi hizo zinarasmishwa. Hapa nchini Kenya kama tulivyosema, kwa sababu hatuna baraza, mara nyingi istilahi zinarasmishwa katika majukwaa kama leo tulipokuwa kwenye kongamano. Tumekutana wataalamu wa Kiswahili, kisha tunasema kama tuna baadhi ya istilahi ambazo zinasumbua, huwa tunazipangia kwenye ratiba, watu wajadiliane na wakubaliane. Juzi tumekuwa na mjadala mkali kwenye ukumbi wetu wa Kulikoni WhatsApp kuhusu tutumie akili unde ama akili mnemba, kwa maana ya artificial intelligence, na tukakubaliana kwamba tutumie akili unde. Sasa huko ni kurasimisha matumizi ya istilahi hiyo kupitia kwenye jukwaa la wataalamu. Alafu unajua wanaoingiza istilahi kwenye kamusi ni sisi ndio waandishi. Kwa hivyo utaandika kila ambacho kinapatikana katika jamii. Wacha mulikana ni Padonga Tanga TV, nabora hiyo Kiswahili na wala karani kwa saka tambea nganyire ni Kiswahili to kuneko kwanda gaiga kara nitukolia mambi nitukolia chengera umuntu wige Kiswahili na ige Kiswahili biko tumeka ndonsi mama na mate Kiswahili zingine na ra ugetumeka na daktari ro hata ba ugetumeka na atagete ile kitakiri utumeko na togari to kwanda. Na tukiendelea daktari Riro, kuna changamoto nyingi sana ambazo zinakumba lugha ya Kiswahili. Singine labda tumeweza kuzungumzia bila hata kutaka, zimejileta zenyewe. Sasa tukizingatia kwamba tunafaa kusiangalia ama kusiangazia hizi changamoto, ni zipi hizi ambazo zile zenye labda zinawapea shida sana nyinyi kama wahadhiri wa lugha ya Kiswahili? Asante sana ndugu Harun. Kimsingi kuna changamoto mbalimbali ambazo zinakumba lugha ya Kiswahili. Mwanzo, mielekeo ya wazungumzaji.
Kwa hivyo unapokuwa na mwelekeo hasi kuhusu lugha ya Kiswahili, utakuta kwamba katika ufundishaji na ujifunzaji wa lugha hiyo unakuwa na kasoro hapa na pale. Vile vile kuna swala la kutotilia maanani matumizi ya lugha hii. Kwa kuta kwamba inachukuliwa ni lugha tu. Kwa hivyo utakuta katika ufundishaji katika ngazi ya vyuo vikuu kwamba mtu amekuja ama mwanafunzi wetu amejiunga na chuo kusoma kwa ajili ya kuajiriwa kama mwalimu. Lakini utakuta kwamba ni kwa sababu amekosa kupata nafasi kwingineko. Kwa hivyo amejikuta tu kusomea ualimu, sio kwamba alikuwa na nia hiyo, ni kukosa namna akajikuta katika hali hiyo. Kwa hivyo mwanafunzi kama huyo mwelekeo wake tayari ni kwamba nimelazimishwa ama nimelazimika tu, ni kwa sababu sikuwa na sababu nyingine ya kufanya hiyo. Alafu changamoto nyingine ni uoga tu wa kutumia lugha hii ya Kiswahili. Utakuta mtu anasema naomba kutumia lugha ya Kiingereza kwa sababu Kiswahili si mdomo changu. Kwa hivyo inakuwa ni uoga tu bila kujua kwamba hata wanaokusikiliza wala hawataki kujua kwamba unaongea Kiswahili sanifu au la. Kwa hivyo unaona kwamba ukianza kuzungumza lugha ukachanganya Kikisii ndani yake, ukachanganya Kiingereza ndani yake, huenda watu wakuchukulia kwamba wewe hujaelimika. Alafu na kuna mtazamo mwingine ambao ni hasi, kwamba unakuta watu wengi kwamba unapoongea lugha ya Kiingereza unaonekana kama mstaarabu, mtu aliyesoma au mtu aliye na maarifa kuliko anatumia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo inakuwa ni mwelekeo tu kwa kusema kwamba ninapozungumza lugha ya Kiingereza basi mimi ni mtaalamu. Na ukukuta kwamba mtu kama huyo hata lugha yenyewe huenda haijui. Ukimuuliza kwamba unazungumza Kiingereza vizuri, unamuuliza bwana, katika kuzungumza lugha ya Kiingereza muundo wa sentensi ukoje? Hawezi kukuambia kuna verb, kuna noun na nini. Kwa hivyo ni kuunganisha maneno basi ukawa mazoea ukasema kwamba unajua. Kwa hivyo hiyo ni changamoto. Changamoto kubwa sana ni hali hiyo ya kuwa na mwelekeo hasi. Na vile vile kuna swala hilo la istilahi ambalo tumelisema kwamba kuna changamoto ya istilahi nyingi. Nyie wanahabari utakuta kwamba umekuta istilahi mtaani, unaposoma habari unaichopeka katika hali. Kwa hivyo tunaamini kwamba kwa sababu msomaji wa habari au Harun ametumia istilahi hii, kwa hivyo lazima istilahi hiyo imeshakubalika. Kwa hivyo katika unakuta kuna istilahi nyingi zimechopekwa au zinatumika katika lugha ya Kiswahili ambazo sio. Kwa hivyo hilo ndio tunapendekeza swala la kuwa na baraza. Lakini vile vile kuna swala hili ambalo limeulizwa kwamba anapata changamoto kwamba lugha ya Kiswahili inachanganywa na nini. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba kwa walimu wetu wanaofundisha katika ngazi mbalimbali, kamusi zetu, kwa mfano kamusi kuu ya Kiswahili, kamusi ya karne 21 inabainisha etimolojia ya maneno, kwamba neno fulani linatokana na lugha gani. Utakuta kwamba kuna maneno mengi vile vile ambayo yanatokana na lugha zetu za Kibantu ambayo yameingizwa katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo kuna changamoto nyingi, lakini tunajaribu kuona namna gani ya kuweza kupunguza changamoto hizo ili tuweze kuendeleza na kuimarisha lugha ya Kiswahili. Daktari, labda kuna changamoto zingine ungeweza kuzungumzia? Labda kuongezea tu, manake mwenzangu amezifafanua vizuri, ni kwamba hiyo mielekeo pia imeingia katika watu wanaosimamia vyombo vya dola. Kwa maana kwamba Kiswahili hakifadhiliwi na serikali. Kwamba ukiona Waswahili wanakongamana kujadili maswala nyeti kuhusiana na lugha ya Kiswahili, wanajifadhili wenyewe. Tofauti kabisa na majirani zetu ambapo kuna hela zinatengwa kwenye budget kwamba hizi zinasimamia kwa mfano taasisi ya utafiti wa Kiswahili, na baada ya kufanya ule utafiti wanachapisha. Kwa hivyo unakuta kwamba hawatumii nguvu nyingi kama watu binafsi, kwa sababu kuna ule ufadhili. Na nafikiri huu utepetevu pia ndio unasababisha kutokuwepo na baraza. Yaani hatuna viongozi ambao wanalichukulia swala la Kiswahili kwa uzito unaostahiki, na ndio maana lugha yetu inapata changamoto. Na badala yake, unajua, kwa mfano ukiona lugha kama ya Kichina, usishangae hivi karibuni tutakuwa na ufadhili
katika shule zetu watu wajifunze Kichina, wajifunze Kichina bila kulipa, kwa sababu Wachina wanafahamu kwamba lugha ni nyenzo ya kuwasilisha maarifa yao. Sasa hilo sisi bado hatujalitilia maanani, na swala hili kama alivyosema daktari, hilo linatokana na mielekeo ya watu, mielekeo hasi kuhusu kile chote chetu. Yaani tunafikiria kwamba Kiingereza ni bora na mambo yao, lakini sio Kiswahili na lugha zetu za asili na maarifa yetu ya asili. Asante. Na tunapoendelea pia kuna vijana ambao labda wangetaka kuhimizwa kwa lugha ya Kiswahili. Daktari Riro amesema kwamba wengi wanaona kama vijana wakati anazungumza lugha ya Kiingereza anaonekana kwamba ni msomi kuliko mwenye anazungumza lugha ya Kiswahili. Sijui kama ni himizo lipi vijana kama wanafaa kupewa? Nafikiri tuanze kwa ninafurahia sana kinachoendelea Afrika Kusini. Katika nchi ya Afrika Kusini kuna kitu ambacho wanakiita decolonizing the curriculum, kwamba kwa sababu yale yote ambayo tunawafundisha watu wetu ndiyo mazao tunayoona kule nje. Sasa tuanze na huko nyuma, kwa sababu kijana ukimwambia tumia Kiswahili, lakini wewe mwenyewe ukimpeleka mtoto shuleni, wewe kama mzazi unalalamika watoto wakizungumza kwa Kiswahili. Unasema hii shule mbona ni Kiswahili tu? Kwa sababu unaamini kwamba unataka pesa zako zitumike katika kufundisha Kiingereza. Sasa hata vijana tukiimba tukiwaambia Kiswahili ni kizuri, tutakuwa tunapigia mbuzi gitaa. Tuanze kwa kuondoa ukoloni ambao umeingizwa katika mitaala yetu, ambayo imetuaminisha kwamba Kiswahili chetu hakina thamani. Sababu tutaimba tu, tutawaambia haya, hazungumzeni Kiswahili. Hata wanafunzi wetu wanaosoma Kiswahili katika vyuo vikuu wanazungumza Kiswahili sanifu kizuri darasani, kwa sababu wanatafuta alama. Ni kama wamelazimika. Baada ya hapo, na ndio maana Tanzania inatushinda. Kwa sababu gani? Ukitembea huku nje, kila mtu anazungumza Kiswahili. Sasa wageni wanaotaka kujifunza Kiswahili watakwenda Tanzania, kwa sababu kufundishwa kuzuri ni matumizi, sio darasani. Sasa sisi tukitoka tu nje tumekiacha. Sasa nafikiri tatizo kubwa tupigane na ndio maana tuna hii mada katika maadhimisho ya mwaka huu, yani tunataka kurudi nyumbani, kwamba tutumie Egikusi, tutumie Kibukusu, tutumie Kiswahili katika kujikumbusha sisi ni nani. Na hivi karibuni tumeanzisha program katika chuo kikuu cha Kibabii inaitwa BA in Indigenous and Sign Language. Watu watalipia hela nyingi ili waje Kibabii tuwafundishe Kikisii, sababu wamekiacha. Lakini watu wengine, leo nimeshangazwa sana na Profesa Ogechi, amesema alipotembelea nchi fulani kule nje, huko ndikalijifunza the structure of Egikusi. Lakini hapa hatuna kabisa, wala hatufikirii kwamba hicho kitu kina thamani, muhimu wake. Ndio maana hata watoto wetu tunazungumzia ama tunaongelesha kwa lugha ya Kizungu, Kiingereza. Hata wewe ukiwa nyumbani, kuna familia zingine ukienda, mtoto mdogo tu anang'ang'ana na Kiingereza. Ukimwambia hujambo, anakuangalia tu, anakuambia me fine. Sasa lakini Kiingereza akisema hivyo ni sawa. Kwa hivyo tusipobadilisha mwelekeo, ule ukoloni ambao umeingizwa ndani yetu, tutaendelea kuzungumza tu. Kuna mwingine hapa anauliza kwamba
ni ukweli hakuna lugha ya Kiswahili katika lugha ya ishara, na nadhani anamaanisha kwamba ishara, wenye wanafunza lugha ya ishara hawafunzi Kiswahili. Sijui anamaanisha nini, lakini nimejaribu kuifikiria kwamba anamaanisha hivyo. Aha, sasa lugha ya ishara si Kiingereza, si Kiswahili. Lugha ya ishara ni lugha maalum inayojitegemea. Ina muundo wake, ina fonolojia yake, morfolojia yake, sintaksia yake. Sasa unapofundisha watu lugha mpya, kwa mfano unafundisha Mkisii Kiingereza, utatumia Kikisii kidogo ili huyu mtu aelewe unachokifundisha. Sasa ndio maana wanaojifunza lugha ishara na wana uwezo wa kusikia watafundishwa kwa kusaidiwa na lugha wanazozifahamu. Lakini mtu ambaye hasikii, hajui kwamba kuna Kiingereza wala Kiswahili. Yeye anaelewa sign language. Sasa unajua watu hata kuna mmoja ameuliza kwamba je, si ni vizuri pia tufundishe lugha ya ishara ya Kiswahili? Sasa hizi ni lugha mbili tofauti. Unaelewa? Hizi ni lugha mbili tofauti. Mimi nimejifunza kidogo lugha ishara. Na kwa mfano ukitaka kusema kitu ni kizuri, unafanya hivi, good. Sasa hii haina uhusiano wowote na Kiingereza wala Kiswahili wala Kikisii. Hii ni lugha ishara tu basi. Ni lugha kivyake Kiswahili. Ndio. Na tunapoendelea kuna nimeuliza hapa kwamba hapo kitambo shule za msingi zilikuwa na mijadala. Siku hizi haziko. Je, ni moja wapo ya sababu ambazo zinaleta kudhoofika kwa lugha ya Kiswahili? Labda nijibu hilo. Nafikiri bado tunarudi kwenye ile mielekeo. Utakuta kwenye shule unaambiwa kwamba siku moja tu imetengewa kuzungumza Kiswahili. Siku zingine zote ni lugha nini ya Kiingereza. Alafu wazazi wengi inabidi kutumia hela nyingi kwamba mtoto wako aweze kuzungumza lugha ya Kiingereza, pasipo kujua kwamba unaweza ukawa mzungumzaji mzuri sana wa lugha ya Kiingereza, lakini unakuta kwamba huna maarifa yoyote. Kwa hivyo ni mtazamo tu ambao jamii imekuwa nao, na niliwahi kukutana na hali kama hiyo, kwamba mwingine akaanzisha shule hizi za binafsi kutumia mbinu hiyo, akatafuta walimu wazuri wa kufundisha Kiingereza, watoto wake wakatoka nje wanaongea Kiingereza kizuri. Kwa hivyo wazazi katika maeneo hayo akasema, bwana naye anafundisha watoto, kwanza anafundishia watoto hapo kwake tu, wake ajiri mwalimu anafundisha Kiingereza kizuri sana. Kwa hivyo watoto wakienda nje wameambiwa kwamba wazizungumze lugha yoyote ya mama au lugha ya Kiswahili, Kiingereza tu. Kwa hivyo wazazi katika maeneo wakasema kwamba anayefundisha watoto huyu wa jirani yetu huyu ni mwalimu mzuri sana. Kwa hivyo kila siku wanapeleka watoto kufundishwa. Alafu mwingine akamwambiaje, kwa nini uzianzishe kama tuition fulani, kwamba ujenge banda tuwe tunakuletea watoto ili yule mwalimu wako aweze kufundisha watoto wazungumze Kiingereza. Na ndivyo wakaanzisha shule kwa namna hiyo. Kwa hivyo ni ule mtazamo tu. Kwa hivyo kwa mijadala kweli, nilipokuwa katika shule ya msingi ilikuwa ni kawaida kuwa na mijadala katika lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza. Lakini kwa sasa hivi kutokana na mielekeo hiyo, ukakuta kwamba nguvu nyingi inaelekezwa katika matumizi ya lugha ya Kiingereza. Na istoshe saa hizi kama alivyosema Daktari Wanjala, Kichina kinaweza kikaanza kufundishwa. Kuna shule mbalimbali za kibinafsi ambazo wanalipa hela nyingi sana, kwamba lazima ufundishwe lugha labda Kifaransa, ufundishwe Kihispaniola au ufundishwe lugha ya Kichina. Kwa hivyo kwa hali hiyo inakuwa ni ile mitazamo tu kwa sababu ya kuona faida ambayo labda inaweza kutokea hapo mbele. Na pia kusisitiza hilo la mijadala kwa maana ya debates, ni kwamba hata mtaala mpya tumepiga kelele kwa sababu wanasema hawatahini speaking skills. Sasa unajua sisi wa Kenya kwingine watu wanatuita wajanja,
sisi tunaona huko mbele. Sasa kama hawataini, kwa nini ufundishe? Kama hawataini uwezo wako wa kuzungumza, kwa nini tuwe na debate? Si badala yake tuwe na kuandika ili wanafunzi wafanye vizuri. Na hata kibaya zaidi, katika mtaala mitihani ambayo wanafunzi wamefanya wa grade ya 6 ambao sasa hivi wako grade ya 9, waliondoa uandishi wa insha. Sasa huo ndio mwanzo wa kuua matumizi ya lugha. Kwa sababu utapata wapi nafasi ya kutumikiza yale maarifa ambayo umeyapata? Sasa saizi walimu wanaona kwenda kwenye debate ni kupoteza wakati, na ameambiwa mbona wewe matokeo yako sio mazuri sana. Sasa atayatumia katika kuwaandaa wanafunzi kikasuku wapate A. Hata wengine wanakuja chuoni ana A katika Kiswahili, lakini hawezi kujieleza. Na si Kiswahili tu, hata Kiingereza. Hata wanafunzi wanaosoma Kiingereza kama somo, kujieleza ni shida, kwa sababu tumeondoa mambo ambayo yalikuwa ya msingi katika kuandaa, katika kusisitiza hizi ambazo tunaziita study za lugha. Naam. Na kwa kumalizia labda na ningetaka kuanza na Daktari Rilo Samuel. Ni kipi kile ambacho ungeweza kuambia msikilizaji wa siku ya leo, hata ingawa wameteseka na mimi kwa Kiswahili siku ya leo, na lakini tumejifunza 1, 2, 3, na nadhani kwamba huenda tukafikiria hata sisi tukue na inaitwa kisehemu ama kipindi cha Kiswahili, hata sisi tupate nafasi ya kuendeleza Kiswahili. Ukitazama hii kamera unaweza ambia nini mtazamaji wa Gatembe TV jioni ya leo? Haya, ndugu watazamaji, kutokana na kauli mbiu ya kongamano letu kwamba lugha ya Kiswahili na lugha za asili katika mshikamano wa kitaifa. Kwa hivyo kile ambacho tunaomba watu ni kwamba tusione haya kutumia lugha hii ya Kiswahili. Kwa hiyo tuchukue kwamba ni lugha ambayo itatuwezesha katika kujenga utaifa wetu na kujenga mshikamano. Kwa hivyo katika hali hiyo, naona Harun anatatizika kwamba mbona wasikilizaji wetu wameshindwa, kwamba leo mbona tumebadilisha na kuweza kuzungumza lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo watazamaji, nawahimiza kwamba tuwe na mazoea. Wakati mwingine tunapendekeza tuwe na kipindi walau cha dakika 30 kujaribu kuhusisha jamii katika matumizi ya lugha ya Kiswahili. Na ndio maana ulipokuja chuoni uliona kwamba tumejaribu kushirikisha jamii. Tulikuwa na Mwanyakitinge pale, tulikuwa na Inguba Traditional Dancers, na kuna mzee mmoja ambaye ana madawa ya kiasili. Mpaka akaniambia kuna dawa moja hapo, ukiwa na shida fulani basi ukimeza basi umenini. Kwa hivyo yale maarifa yetu asili ni vile vile tuweze kuyasambaza kwa Kikisii na vile vile katika lugha ya Kiswahili, ili tuweze kuwa na umma mpana wa kuweza kupata yale maarifa tulionayo. Kwa hivyo kwa maadhimisho hayo, na wakaribisha wengi waje kesho, kwa sababu tuko na maonyesho hayo, kujaribu kuona namna gani tunaweza tukawa na mtagusano huo katika kujenga utaifa na ushirikishwaji wa jamii katika kuendeleza lugha zetu za asili. Daktari Fred Smith. Asante ndugu Harun. Watazamaji, mimi naanzia alipoachia Daktari Riron kwamba tunawakaribisheni wote kwenye sherehe za Maskido, yani maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Kesho, leo kidogo ilikuwa siku ya wataalamu kidogo kwa sababu ni kongamano. Kesho ni sherehe za kila mtu. Kwa hivyo wote wanakaribishwa ili tusherekee siku hii. Na ninahitimisha tu kwa kusema kwamba Kiswahili ni kaka mkubwa wa Kikisii. Leo kupitia kwenye kongamano hili nimejifunza mambo mawili ya Kikisii. La kwanza ni hola wangu, yani harakisha. Sasa Kibukusu ni hivyo hivyo. Hakuna tofauti. Pili, nimegundua kwamba katika Kikisii kuna jina Nyangweso. Nyangweso
nikagundua kwamba ni mtoto ambaye alizaliwa wakati wa kiangazi, mtoto wa shida. Sijui kama ni kweli, Nyangweso. Ni kama hivyo, inakaribia hapo. Sasa Nyangweso kwa Kibukusu ni Simiyu. Yaani leo mimi kuanzia leo nikija huku Nyangweso ni Simiyu. Ndio. Wewe ni Nyangweso. Mimi ni Nyangweso. Unaona sasa huo ukuruba ambao upo katika, na mwisho tumegundua kwamba leo kwa sababu tunaangalia Kiswahili na lugha zetu za asili katika mshikamano wa kitaifa. Mnajua yale ambayo yanatokea katika taifa letu. Tunahitaji mbinu mbadala za kusuluhisha haya matatizo ambayo yapo. Na profesa mmoja leo ametufunua macho akasema, kumbe kitanda, hii ni methali ya Kiswahili. Utafikiria kwa Kikisii uniambie ya Kikisii. Kitanda hakizai haramu. Kitanda hakizai mwana haramu. Kila mtoto anayezaliwa kwenye kitanda ni halali. Asante. Dr. Rilo Samuel Kurukisi University na boigo Dr. Fred Simiyu Kuruki Papi University. Tumezungumza mengi ya Kiswahili, tumejifunza mengi, kama mimi nimejifunza mengi. Ni wakati mrefu sana umepita. Sikuwa natarajia kwamba leo nitakuja kuzungumza Kiswahili, na nadhani sijawaangusha vile. Niko sawa. So nipige makali kidogo. Kuna mwenzangu hapa ananiambia eti nisome ili hewani, na nisiposoma tutakosana, na yeye ananiambia niseme cha mkufu mwanafu u na kila ha. Nimeachia hapa, siwezi endelea zaidi. Pia na mimi nimejifunza ingine inasema kwamba akili unde ni artificial intelligence. Manje muri gwe kirabona to gukorera nsamega yengwana ya getembe tumirande chinsenye samangana mayia yekeunga chinsenye nchini ngoro kwaro ni utoto nyangiri. Gutera chinko chinkureta elioki waitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boy ko byaitiro ne chingake bon